CCM oye! Lakini pia tunatambua kwenye kijiji hiki hatuna maji. CCM oye! Ili tukaweze kupata haya maji, ninaombeni mnipe hii nafasi ya kwenda kuwa mtumishi wenu. Ninaombeni mnipe hii nafasi kwa kunipigia kura za ndio tarehe 29. Ninaombeni mumpe Mheshimiwa Timotheo Mzava hii nafasi ya kwenda kushughulika na maji kwa kumpa kura tarehe 29 akawe mbunge wa jimbo hili la Korogwe Vijijini. Vivyo hivyo pia mkampe kura Mheshimiwa Rais Mama yetu Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tunatambua changamoto ya barabara. Tunatambua mtu akitoka hapa Mbangulu anaenda mjini, kuzunguka huku ni mbali. Lakini akishuka hapa, akitokea kwa Masimba, akitokea Msambiaza, anafika mjini karibu. Lakini barabara hii tunatambua gari halipiti. Tunatambua pikipiki yenyewe kupita ni kwa shida. Tunahitaji kutengeneza hii barabara. CCM oye! Mkinipa nafasi, ni miongoni mwa kazi ambazo ndaenda kuisimamia. Lakini pia ninatambua shule yetu tuliokuwa nayo hapa ina uchakavu, inahitaji kufanya ukarabati baadhi ya maeneo. Ninatambua pia tulikuwa ndani hata kwenye masuala ya mashimo ya vyoo kwa watoto wetu ni changamoto. Nafasi hizi, changamoto hizi zinahitaji mtu wa kwenda kushughulika nazo. Na huyo mtu si mwingine ni Ramadhani Mandia. Na ili Ramadhani Mandia aweze kupata kibali cha kwenda kushughulika na haya matatizo, ni ninyi kujitokeza tarehe 29. Kuhakikisheni mnampa kula nyingi za kutosha. Lakini vivyo hivyo pia kuhakikisheni mnanipa mbunge ili nipate wa kumpelekea zile kero nyingine ambazo katika ngazi yangu ya udiwani siziwezi. Lakini pia mnipe na rais. Tunahitaji kwenda kupata mikopo kuweza kuendesha biashara ndogo ndogo. Lakini leo ukisema uende benki ukakope, hatuna uwezo wa kuwa na riba za kukopesheka kwenye benki. Tambua niletee hati ya nyumba. Tambua niletee kadi ya gari. Hivyo vitu kijini hatuna. Lakini halmashauri yetu kwa mujibu wa kisheria inatenga 10% ya mapato yake. Hizi ni kwa ajili ya kuwakopesha vijana, kina mama na makundi maalum kwa ajili ya kwenda kufanya biashara ndogo ndogo huko vijijini na mitaani waliko. Nataka niwahakikishieni jambo hili mtenda kulisimamia kwa ufasaha mkubwa mno. Natambua kijijini kwetu hapa hatuna ofisi ya serikali ya kijiji. Hatuna ofisi ya serikali. Lazima mtu uwe nasema ambapo kitafuto unapatikana. Si ndio? Nataka niwahakikishieni mkinipa nafasi, mimi mkinipa nafasi nikiwa diwani wenu, kwa kushirikiana na ninyi tukiwa wote tutakaa tufanye mchakato. Tunafanyaje na tunaanza wapi kisha tunaweza kuwa na jengo na tunaweza kuwa na ofisi yetu, sehemu ambapo serikali yetu tukitaka tunaweza kuifuata na tukaikuta hapa. Lakini natambua pia umuhimu wa afya. Kwenye kijiji chetu hiki zahanati hatuna. CCM oye! Tunahitaji kuwa na zahanati kwenye kijiji chetu. Tunawezaje kuwa nazo kwenye kijiji chetu? Ni kukaa na kushirikiana kama nilivyozungumza ingia mwanzo. Ninaamini sana katika uongozi shirikishi. Tukae tujadiliane, tuone tuna kiwanja wapi, tunaanza wapi na tunafika wapi, tunaenda kuomba wapi msaada pale ambapo tumekwama. Lakini yote haya tunawezaje kuyafanya? Ni pale ninyi mtakapoanza kuonyesha ushirikiano wenu wa kujitokeza kwa wingi tarehe 29 kwenda ukipigia Chama cha Mapinduzi kura za ndio nyingi za kishindo za kutosha kwa wagombea wake wote watatu. Mimi naitwa Hadija Sadiki Dafu. Sera ambazo zimewasilishwa kwa upande wetu ni nzuri na zimenifurahia. Barabara, maji, hivi sasa tunapata shida kwa sababu sisi hatujaletewa mabomba. Na umeme pia umeingia vitongoji vya wenzetu, sisi hata msikitini hatujapata hata nguzo. Kwa hiyo tukiwachagua hawa tutashukuru, tutapata vyote. Mimi ni Dismas Kiondo Tumbo, mkazi wa wadi ya Mbangulu. Kwa kweli nashukuru sana kutokana na sera za mgombea alizoelezea, ni za ukweli mtupu na tumezikubali. Jambo zaidi ambalo limegusa katika sera yetu katika kijiji cha wadi ya Mbangulu, kwanza barabara
Lingine tena zahanati, ofisi ya kijiji hatuna kwa muda mrefu. Na zote hizi ni sera ambazo amezigusia huyu ndugu mgombea. Kwa hiyo tunashukuru, kama atatekelezea tutashukuru sana.